tulistaajabu sana tena sana baada ya kumsikia Neema anatoa ushuhuda madhabahuni kwamba amepata watoto mapacha katika umri wa miaka 51. Mimi binafsi nilishangaa, hata wewe inawezekana sasa hivi unaweza kuwa umeshangaa kwamba inawezekanaje, yani ilikuwaje miaka 51 leo hii anakuja kupata watoto, lakini ni ndani ya miaka 19 tangu apate mtoto wake wa kwanza. Tukasema timu mtaa kwa mtaa, ngoja tukifike ili tukayasikie mengi sana. Karibu sana, Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Tumefurahi sana kufika nyumbani kwako. Asante kwa nini. Kingugi. Asante. Kumetupoteza. Hamjauliza kwa direct mnauliza. Tumeulizia, yani kila sehemu tunaofika tunaulizia Kingugi. Hapo ndo stendi yao. Okay. Sawa, hiyo yote Mbagala hii. Kubwa sana Mbagala. Wilaya Temeke. Okay. Umeishi muda mrefu sana huko? Hapa na mwaka tuseme wa 19 hivi. I see, miaka 19. Hongera, ni muda mrefu sana. Na kumebadilika bila shaka ulivyokuja mwanzo na sasa hivi unaona. Tofauti. Watu wafiatu bwana. Okay, mwanzoni kulikuwa na space kubwa kabisa. Asante sana. Nimekutambulisha kwa jina la Neema. Ni Neema nani? Nestori. Okay. Una umri wa miaka mingapi? Mimi nimesema 51. Sijui kama niko sahihi. 51. Unakumbuka umezaliwa tarehe ngapi ya mwaka gani? Tarehe 1 mwezi wa 7. 53. Mwaka 1973. 73. Tarehe 1 mwezi wa 7. Aisee, kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu unafikisha miaka 52. Aisee, hongera sana. Hongera. Na umezaliwa Dar es Salaam? Nimezaliwa Bukoba. Okay. Kwa hiyo hapa mlihamia tu. Hapa nimejenga. Hapo umejenga. Okay. Kwa ulitoka Dar es Salaam, mkahamia Dar es Salaam, mlitoka Bukoba, mkahamia Dar es Salaam na ukajenga hapa. Okay, hongera sana. Asante. Una watoto wangapi kabla ya hawa mapacha? Nilizaa watoto wawili, mmoja bahati mbaya na mtoto mmoja. Okay, mtoto wa kwanza mwaka gani? 2005. Wa kwanza. Wa pili? Wa kwanza 2016, huo 2015 nilikuwa naye ambaye yuko hai. 2015. 2015. Ambaye yuko hai. Wa kwanza 2000 na ngapi? 2000 kama na walipishana miaka mingapi? Miaka miwili. Kwa hiyo leo kufa ndo alikuwa mtoto wa kwanza. Okay. Na alifariki baada tu ya kujifungua au aliishi? Aliishi mwaka 1 na nusu. Ndo akafariki. Pole sana. Aliugua au ilikuwaje? Aliugua ghafla. Okay. Pole sana. Hiyo ina maana tuzungumzie sasa ni 2000 kama na 2 na 3. Okay, ndo kapata mtoto 2005 ambaye ndo yuko hai mpaka sasa hivi. Na baada ya huyo mtoto sijapata mtoto mwingine. Haukubahatika kupata tena mtoto? Hata mimba sijapata. Na ukubahatika kupata hata mimba baada ya. Watoto wanalia. Ngoja tuwabembeleze kwanza, tuwachukue. Mchukue tu kama asubuhi. Mchukue tu, haina shida. Wameamshana. Huyu anafuja. Kulua doto huyu. Huyu ndo doto. Wa kiume? Anafuja sana. Mtoto wa kiume anafuja, wasumbufu. Okay. Natamani kujua sasa, kwa hicho kipindi chote, hiyo miaka yote, bila shaka ulikuwa unatamani tena kupata mtoto mwingine lakini ilishindikana, si ndio? Ndio. Hali ilikuwaje? Hali nimehangaika sana kwa hospitali wapi. Mwisho wa siku Mungu kajalia kanipa. Ulivyoenda hospitali alikwambia hospitali nilienda walinipima, wasema kizazi kiko salama. Lakini watoto kawa kupata. Kwa hiyo hali kawa uko unahangaika sasa. Bila shaka ulienda na sehemu zingine kwa maana tofauti na hospitali. Ndio, nianza kwa waganga. Ulienda kwa waganga. Nikaenda hospitali kupima kizazi, lazima kizazi kizima.
Ndio, lakini nilikuwa sijapata. Kwa ukasema bora niende kwa waganga nikaangalia. Nilianza kwenda kwa waganga, baadaye nikaenda hospitali. Ulianza kwanza kwa waganga? Okay. Wakaangalia wakasema kizazi kizima. Waganga walikwambia nini? Tunakupa dawa. Mganga anakupa dawa. Lakini hakuna matokeo. Hakuna matokeo. Kwa hiyo ulipokata tamaa kule ukaamua kwenda hospitali ndo akapima akakwambia kizazi kizima. Ndio. Lakini bado ukawa hujapata mtoto. Ndio. Pole sana. Ulikuwa na matumaini kwamba huenda siku moja utakuja kupata mtoto kwa umri ambao ulifikia? Hapana. Ni ulipofikisha umri gani ukakata tamaa kabisa kwamba haiwezekani? Nishakata tamaa muda mrefu. Ulipofikisha umri gani? Yaani nishakata muda mrefu tamaa kama siwezi kuzaa. Hapo umri ulikuwa na umezidi kwenda. Okay. Aise. Ulikuwa umeshakata tamaa kabisa. Ndio. Kwamba uwezi. Natamani kujua siku ya kwanza kati unaenda kwa kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha. Ulienda kwa ajenda gani? Ni hiyo ya kutafuta mtoto au ulikuwa una ajenda nyingine ambayo? Nilikuwa na ajenda nyingine. Ajenda gani ilikuwa? Na mdogo wangu alikuwa chizi. Tulienda huko. Alafu na mimi mwenyewe siku hizo damu zilikuwa zimefunga. Okay. Mdogo wangu ule alienda kawa na afadhali, lakini baadaye kwa sababu kuna vita ambavyo vinasumbuana na ndugu, akarudia na juzi alikuwa amepotea, nimempa nimempa picha yake juzi karudi, hapo tukaondoka tena. Aise. Lakini ajenda yako ilikuwa ni huyo mdogo wako ndio ulimpeleka. Ilikuwa mwaka gani? Muda mrefu, kipindi tuko Mwenge, sijajua ni mwaka gani. Wakati wa Mwenge mpakani. Okay. Na wewe unasema damu ilikuwa imekoma? Ilikuwa imekoma. Ilikuwa imekoma kwa umri au ilikuwa imekoma? Sijajua ilikuwa imekoma kwa umri. Ni mwaka gani? Kipindi tuko Mwenge sijajua. Na maana kwenye 2020 na 19 na 20. Ndio alianzia huko. Ndio alianzia pale. Na maana hiyo ni kwa umri sasa. Hapo siko umeshafikisha zaidi ya miaka 45. Kwa sababu kikawaida kisayansi wanasema miaka 45 mwanamke anakoma. Lakini nirudi. Nilienda kule baadaye karudi. Ilirudi kwa muda gani? Hebu nisimulie, natamani nijue hiyo moment. Ilikoma kwa muda gani kwanza? Yaani ilikuwa inakoma, inapotea, lakini kwenda siku ya pili ikawa imetoka. Ilikuwa ni muda gani imekoma? Miezi mingapi? Ilikuwa haina miezi mingi, yaani imepotea kwa kipindi kama miezi 3 au 4. Miezi 3 4. Lakini siku ulivyokanyaga tu ngomeni kesho kwa kwani Musa kesho yake ilitoka. Ulishtuka sana. Nikajua labda Mungu kanifungua. Ukaendelea kuhudhuria. Nikaendelea kuhudhuria mpaka tunaenda huko nazuia. Changamoto 2 3 wakati mwingine sihudhuria. Lakini nilitumia na madhumuni nenda kwa ajili ya wale wagonjwa. Kwa ajili ya wale wagonjwa. Baada ya hapo na Mungu kanisaidia nikapata watoto, kwenda kupima hospitali akasema watoto ndio. Natamani nijue kwanza siku ambayo ulijigundua kwamba ni mjamzito. Ulijigundua mwenyewe au ilikuwaje? Nilikuwa naumwa. Ndio nikaenda hospitali. Baada ya kwenda hospitali ukapima. Tembee ukae nyumbani. Natamani kujua ile moment, yani yale mapokeo, unapata taarifa kwamba ni mjamzito, ilikuwaje? Ni furahi, maana nilikuwa napenda watoto, nilikuwa na mtoto mmoja. Madaktari hawakushangaa? Mpaka saa hizo walishangaa sana, mpaka alikuwa anahudhuria, alikuwa anakuja kunioja, alikuwa anashangaa sana. Daktari? Alikuuliza kwanza una miaka mingapi? Walikuwa wanajua kwa sababu nimeweka rekodi kwenye alipoanza kupima waliandika tu. Lakini sasa wakawa wanashangaa mpaka alikuwa anakuja kunioja. Ilikuwaje mpaka hivi. Walishangaa mpaka alikuwa anasema hiyo neema hiyo. Basi ukaendelea na kliniki. Niliendelea na kliniki. Mpaka mwisho kwenda kabla sijajifungua kulikuwa naenda kliniki kwenda kukuta wakasema watoto hao wasema naweza nikakuwa na kitoka cha mimba, wakawa unatoa kabla hajatimia siku zao. Wakawa hospitali wametoa kabla hajafika siku zao, kwa sababu waliona kama naweza nikapata kitoka cha mimba. Wakawa na wasiwasi. Basi wakafanya operation nikatoka salama. Natoka ndio vizuri.
watoto ni wazima wa afya kabisa. Anaendelea vizuri. Aisee. Na huwezi kujua kama alikuwa njiti. Unaendelea kujua kama alikuwa njiti au hapana, na afya njema kabisa. Ilikuwa ni miezi mingapi? Miezi 7. Miezi 7. Aisee. Akatolewa na afya njema kabisa, tunawaona sasa hivi. Pia unaweza kujua kama mtoto alikuwa njiti. Aisee kabisa. Mungu ni mwema sana. Mungu namshukuru sana. Ulipoambiwa ni watoto mapacha ilikuwaje? Walishangaa kwanza, waliona kuna mimba hawajajua mapacha mpaka yani, kumbe ujue mapacha mimba ifikike miezi 4 au 5. Mara kwanza watoto hawawezi kujua jinsia. Walivyojua kwamba ni mapacha, wakaendelea kunihudumia. Na daktari akasema usiende kokote, uje hapa ndio tunakuhudumia. Wakashangaa mpaka wakaandika kwenye rekodi zao. Mpaka umeandika, mpaka alikuwa anakuja kunioji. Daktari anakuja kunioji, wanafunzi wanakuja kunioji, wapate rekodi. Kila anayekuhudumia anashangaa kwa nini watoto, kwa nini kuongeza umri huo na watoto mapacha na jinsia mbili, na jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Wakasema nilipata neema, na mimi nimeshukuru kupata jinsia zote, mimi na mtoto mmoja tu. Mpaka wanafunzi walikuwa wanakuja kukuoji. Tena kuoja andika rekodi ili waende kupata nini, kufanya mitihani kwa walimu wao. Wanafunzi wa sekondari wa chuo, wa chuo cha udaktari. Cha udaktari. Wakawa wanakuja na kuoja, wanashangaa kwamba inawezekana. Sababu kisayansi haiwezekani kabisa. Mpaka madaktari wale walikuwa wanapenda kuja kuhudumia, hii ni neema hii. Hii ni neema, hivi ni mimba itunze. Familia ilipokeaje? Au mwenzako ulipomwambia ni mjamzito? Walifika kwa furaha. Familia mimi sikai nayo, sikuambia kama mjamzito kwa sababu hiki kitu niliona kama kitu cha ajabu. Ndio ikafika hatua mimba isiwe mimba, wanasema alikuwa anatudanganya. Kwa hiyo kumbe hata wewe mwenyewe ulikuwa huamini kama ni mimba. Alikuwa anatudanganya, mbona mimba iko wapi? Walishangaa, wakasema kwa hospitali, nikamwambia niko hospitali, mambo niambie. Ndio siku hiyo sija nani, walienda hospitali kwa dia kugoni tu. Ndio siku wasema tutafanyia operation kwa mpaka saa 10 wakawa wameshatoa watoto. Ndio kapigia simu nimeshatoa. Wapigia ndugu zangu wengine ambao walikuwa juu, wote wakawa wanashangaa. Na wengine walipigia simu, wakaanza kunipigia simu. Wewe una watoto? Nikamwambia ndio. Wakawa wanashangaa. Lakini inawezekanaje hiyo, wakawa na watoto? Ubongo.